Nukta yangu ya mwisho ambayo nataka kumaliza nayo ni kwamba Yesu aliposema utupe leo mkate wa kila siku, yani alihitimisha utupe leo mkate wa kila siku. Kwa lugha nyingine tumeitwa kuwa watu tunaoishi kwa shukrani. Kwa shukrani, sio kuwaza kesho kutwa brandi yako, chapa yako itakuwa wapi. Iwapo utavaa kiatu mwaka mzima kama hiki cha kwangu, utajificha wapi na hiyo aibu, ndugu yangu? Utakaa wapi wewe? Tumeitwa kuwa watu wa shukrani, tukimuomba Baba atupe mkate wetu wa kila siku. Na alishasema mwenyewe, hata ukihangaika vipi, una uwezo wa kuongeza nusu mkono ya urefu wako. Hata ukijirefusha, ukijitikisa vipi, haiwezekani. Kwa tunaitwa kuishi maisha ya shukrani, ya kuwatanguliza wengine kwanza na kuwagusa wale walio wadogo ambao ni sawasawa na kumgusa Yesu. Baada ya maneno hayo machache, nina dakika kama 20 hapa. Kwa hiyo ninaomba nikaribishe maswali, michango. Karibuni, jisikieni huru kabisa. Wenye maswali, wenye michango, wakati wenu umefika. Karibuni. Tuone mikono. Au kwamba wote mmeongoka? Tuone mikono. Kuna mkono pale na uona mmoja. Sema ameunyosha kwa uoga, lakini yuko pale. Alafu kuna wapili ule. Kuna dada pale ameanza, alafu kuna kaka hapa. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Naitwa James Selemani, natokea Nifundishe Ministry. Nitaka kujua kwa sababu hapo awali nilikuwa naishi, mpaka sasa hivi naishi, of course niko hai. Ila hii consumerism ni maisha ambayo tunayaona. Sikuwa najua kama ndo hii mada ambayo mpaka ulipokuja kudefine hapa ndo nimeelewa zaidi. Nilichokuwa nataka kujua, labda utusaidie kama kuna wanasaikolojia pia hapo hapa hivi, kwamba hii consumerism ina uhusiano gani na wanawake, yaani na jinsia. Kwa sababu unaona kama kumiliki vitu sana, madada zetu wanapenda sana, na kwa sababu nina uzoefu, mara kadhaa nimekuwa nikifanya program za charity, ninapokusanya vitu napata vitu vingi sana kutoka kwa wadada tofauti na wanaume. Sasa pengine labda kisaikolojia labda inawahusu pia. Okay. Yeah, asante. Asante sana. Umesema unaitwa James, eh? Yeah, James. Okay. Sawa. Swali, mchango? Swali, sawa. Maana nitaka nichukue maswali alafu baadaye waje wenye michango. Pale. Karibu kaka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi nataka kuuliza kama consumerism inaweza ikawa mtazamo chanya, like optimistic mindset, kuonesha kwamba inaweza ikatumotivate kama vijana. Ndio. Umeelezea kwamba consumerism inaweza ikawa ni kama uraibu. Sasa imetokea labda mimi nina pesa zisizoisha. Yaani mimi ni mnunuaji na mtumiaji, si ndio? Sasa nawezaje kuwa mraibu wakati nina kitu ambacho hakiishi? Yaani mimi ninanunua tu kitu kipya mara kwa mara. Kwa hiyo inakuwaje sasa hapo nionekane kama ni mraibu au ni mtumiaji mbaya wa nini? Wa pesa. Alafu ikiwa sasa mimi ni mraibu, nifanye nini ili niondokane na hiyo hali ya uraibu? Sawa sawa. Kuna mtu mwingine ana swali? Naona kuna mkono hapa. Hapo. Tukazane, muda wangu unakimbia kabla sijafukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Amina Lamek. Amina. Sasa swali langu litaingia patch kwenye mada na kidogo nje. Yeah. So umesema kwa maelezo uliotoa kwamba kuwa na vitu vingi ni dalili ya kuwa na
consumerism. Lakini sasa changamoto inakuja kwenye masuala ya mahusiano. Kitu ambacho cha uhakika ni kwamba ili muwe na mahusiano mazuri, lazima kijana awe na uwezo wa kuwa financially stable, aweze kujisupport yeye na labda kusupport wewe, possibly na watoto ambao watakuja. Sasa tuongelee in a real life situation. Mtu kweli ana suruali mbili, ana kiatu ambacho kimechanika, alafu tutakuja kusema kwamba mtu okay, this person ni financially stable, au kwamba this person is willing to support familia, kama yeye mwenyewe tu ukimwangalia hana uwezo wa kujisupport. Simply ni kwamba I want you to relate, yani tuweze kutofautisha this person ni financially stable na hayuko affected by consumerism. Asante. Asante. Nadhani mmeuliza maswali mazuri ambayo yanaonyesha kwamba tumekuwa tukisikilizana. Kwa hiyo ngoja nianze na swali la kwanza kutoka kwa James. Nadhani James anasema kuna uhusiano gani kati ya wadada na consumerism, yani anaona ulimwengu ni mzito. Kwa kweli James, na mimi ninashangaa kama wewe. Yani wewe unavyoshangaa mimi ninashangaa. Mimi nikwambie James, yani mimi nikivaa nguo hata nikairudia mwezi mzima, yani mimi nina amani mno. Na unajua wakati nasoma chuo kikuu sikuwa na mkopo. Sasa wakati niko mwaka wa kwanza nilikuwa nakaa hostel za Mabibo zile. Kwa hiyo nilikuwa na shati nyeupe kama hii ya kwako na suruali nyeusi na kiatu cheusi. Kwa hiyo nilikuwa nina vifua vile. Unaona, navaa vibukta nakaa ndani, vikikauka navaa naenda zangu shule. Sasa hiyo siku bwana, na huwa navilinda, yani kwa kile yani navianika karibu na dirisha. Hiyo siku bwana nikajichanganya rafiki yangu. Ile nimevianika, nimevaa kabukta, si nikaenda chooni bwana. Nimerudi havipo. Mabibo hiyo havipo. Yani nilizurura zile hostel zote za Mabibo na kabukta kifua wazi. Natafuta nguo zangu. Of course sikuzipata. Unaona? Lakini hoja ni kusema kwamba yani mimi nina uwezo, at least nina uwezo nikaishi hivyo. Lakini sasa kwa wadada hiyo haiwezekani. Yani lazima uangalie kwanza nitaonekanaje. Unaona, watu watanifasiri vipi mimi? Nitaaibikaje? Hivi shoga akiniona itakuwaje? Yani kuna changamoto hapo. Sasa mimi nadhani kutokana na somo letu, sababu kubwa zinaweza kuwa mbili. Moja, kama ambavyo nimesema, tunaishi katika ulimwengu ambao umetutengenezea uhuru tofauti. Kwa mfano kama unapita kwenye mitandao ya kijamii, nimesema kwa mfano ukiangalia wadada wanabandika sana status kuliko wanaume. Sawa, kwa hiyo hapo unatengenezewa taswira fulani ya uhalisia ambayo kimsingi haipo. Yani imetengenezwa tu hapo, kwa hiyo ndio imekaa hapo. Kwa sasa ukiwa katika huo muktadha kama mdada unajikuta inabidi usukumwe uishi kulingana na hayo maisha. Kwa nadhani kwangu mimi hilo ni tatizo la kwanza kubwa ambalo ninaliona. Tatizo la pili nadhani ni msukumo, ile pressure ya rika lako. Kama sasa wanaokuzunguka rafiki yangu kila Sabato wana kiatu kipya, wewe unakuaje na kiatu kimoja Sabato 4? Mfano, yani kitu ambacho hakina mashiko. Kazini ukiangalia wenzako wanavaa, whether wanajivalisha au wanavalishwa, lakini wanapendeza. Unaona wewe tu una vile vile, yani umenyoosha na pasi mpaka mikunjo na zile alama za mpauko zinaonekana. Kuna kachangamoto hapo kanatokea. Kwa wanaume tutasifia, unaona upanga huu hapo umekaa, kwangu haina upanga, lakini unaona upanga huu hapo umetokea. Kwa kuna hapo ka pressure kanatokea. Cha tatu nadhani wadada, Mungu anajua zaidi. Nadhani ili sasa ndio jibu la tatu. Mungu anajua zaidi. Kuna vitu watu vielewi. Tangu wale lile tunda sijui lilipendea kitu gani, changamoto zimekuwa nyingi. Unaona, maana tunaambiwa aliona linapendeza, si ndivyo? Sijui ilikuwa inapendeza vipi, lakini aliliona akala akampa mwenzake. Kwa hiyo nadhani tangu wakati huo wadada na fashini kwa kweli hali imekuwa ngumu. Kwa hiyo kuna muda inabidi tuwe wavumilivu. Lakini nadhani sababu ni hizo. Victor anauliza tunaweza kuwa na mtazamo chanya. Sasa jamani, ili somo hatufundishi watu wasitafute hela. Sawa? Yaani usije ukasema sasa si mseminishaji ameshamaliza, daktari amefundisha pale, yani swali moja inatosha. Ndugu yangu, dunia leo utaonekana ndezi. Wanasema hivyo vijana wa mjini. Yaani watakuangalia sasa, huyu naye vipi? Kwa hiyo hoja yangu ni kwamba kama upo kwenye nafasi ya kuishi tu vizuri, ishi. Kama una nguvu za kupata kipato, tafuta. Hata hivyo si tumeambiwa kwamba tufanye kazi kwa nguvu zetu zote, si ndivyo? Tuweke akili zetu zote. Kwa hiyo lazima tufanye kazi. Na tunafanya kazi siku ngapi? 6. Ya 7 tunapumzika. Kwa hiyo tutafute kuvaa vizuri, sawa kaka? Tutafute kuvaa kiatu kizuri,
kuwa na nywele nzuri kama zangu, sawa, na kutafuta vitu vingine vizuri. Sawa, tujitahidi kwa kadiri inavyowezekana. Kwa hiyo nadhani kuna changamoto kwamba tutafute. Na by the way, kulingana na wachumi, huku kununua vitu kwa mara kwa mara au kulikopitiliza na ulaji wa vitu na bidhaa kuna elementi chanya, kwa sababu kadiri watu wanavyonunua ndivyo ambavyo uchumi unakuwa, si ndivyo? Mzunguko wa fedha na kadhalika, na hiyo inamaanisha kwamba nchi hiyo iko salama, ndio maana watu wana imani ya kununua. Kwa hiyo huo ni mtazamo chanya, lakini kisaikolojia kwa kweli kuna madhara mapana sana. Kwa hiyo mimi nadhani kwa upande wa Victor, mtazamo wangu ni kwamba upande chanya ni kwamba tutafute pesa, tutafute tuwekeze, mashamba tununue. Au unakuta kwa mfano mtu yuko chuo anasoma, anategemea tu bumu, ana simu ya milioni 2. Jamani, inawezekanaje? Unaona? Yaani wewe inawezekanaje? Na sio kwamba unatoka kwenye familia ya kitajiri. Kwa nini hata usiende nje ukanunua kiwanja hata eka moja, ukakaa hapo, unaweza ukakiuza ukapata hata milioni 5, ukafanya vitu vingine vya maendeleo? Kwa nini hiyo milioni 2 usiongeze hata ukanunua kabodaboda ukakaa kanakupa kila siku sijui 10,000 au 15,000? Yaani kwa nini usiwaze hivyo? Unaona, tuwekeze ni kweli tuwe na vitu vizuri, tutafute fedha na tuishi vizuri, lakini tusibebwe sana na hiki ninachokiita consumerism, kisitusumbue sana. Eliza ameuliza uraibu. Sasa kwa mfano ikitokea una pesa ambazo haziishi, sasa inafahamika kwamba lazima kila mtu aishi kulingana na status yake. Nadhani huo ni ukweli tu wa kawaida. Kwa hiyo kwa mfano mtu ambaye labda hizo pesa zisizoisha, nawaza kwa mfano labda wewe kila mwezi una mzunguko labda hata wa milioni 20. Unaona, kwa hiyo kwa kweli uwezo kwa sana na mtu ambaye ana mzunguko wa 500,000, au ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo tunatarajia hata maisha utakayoishi ni tofauti. Nachukua mfano tu. Kama una mzunguko wa fedha, labda uwezo ukaishi Vingunguti ambako mimi nimeishi. Unaona, inawezekana unahisi utaibiwa au utakabwa. Sawa, unaweza ukategewa vigingi njiani watu wakakukamata. Kwa hiyo utatamani uishi eneo ambalo linakaa usalama zaidi. Unaona, mimi nakumbuka rafiki yangu kule Vingunguti, yani usiku anapita tu kwenye kichochoro. Kuna hii kabali, yani iko hivi afu ina misumari. Yani cha imekaa hivi kwenye kwa. Yani hapo unaambiwa toa tu ulivyo navyo. Hamna cha maombi na nini, sijui unajua Bwana anasema unatoa tu, alafu ndo unaachiwa uende zako. Kwa hiyo inawezekana kweli kutokana na kiwango cha fedha au kwasi ulionao unaweza ukasababisha uishi tofauti. Lakini pia hata katika fedha nyingi ulizonazo tumeitwa kuishi kwa kiasi. Huyu tajiri tunayejifunza habari zake alikuwa na hizo pesa zisizokoma. Kwa sababu Biblia inatuambia alikuwa anaishi kwa anasa kila siku. Kwa hiyo alikuwa na fedha zisizokoma. Lakini tunaambiwa alihukumiwa. Sababu ya kuhukumiwa ni nini? Sio kwa sababu yeye kuishi kwake kwa anasa ilikuwa jambo baya. Aliishi kwa anasa kiasi cha kusahau wahitaji. Kwa kwangu mimi, kama unaweza ukaishi maisha mazuri na bado ukakumbuka wajibu wako wa kusaidia hawa wadogo ambao Yesu anataka tuwasaidie, uko vizuri. Sawa kabisa. Kwa hiyo hatukatazi watu kuwa matajiri jamani. Msije mkasema hitimisho la leo tuwe maskini. Hakuna hicho kitu. Sidhani kama utakuwa mtazamo sawa. Na tufanyeje kuondokana na huo uraibu? Sasa sijajua Kiswahili wanasemaje, lakini Kiingereza ni detoxify. Tunarudi sasa kwenye kuufasiri upya uhuru, au uhuru uliofasiriwa upya. Rudi katika misingi. Fahamu neno la Mungu. Jua kanuni za neno la Mungu linasema nini kuhusu maisha. Alafu taratibu anza kubadilika. Taratibu wekeza katika uhusiano na maudhui ya utu na sio vitu. Kataa kupimwa kwa vile ulivyo navyo. Anza kusema mimi nataka kupimwa kutokana na thamani ya utu wangu. Ni kitu ambacho kinawezekana. Amina anasema mahusiano mazuri kijana lazima awe ana fedha. Sasa ukiwa na suruali 2 kwa mfano, uhalisia wa maisha ukoje? Ni kweli kijana lazima awe vizuri, Amina. Yaani lazima awe vizuri. Hiyo mimi nakubaliana na wewe. Lazima uwe vizuri. na kwa kweli mtu akija na kiatu kimeisha, yani kimelala hivi, kwa kweli kuna hali ambayo inatishia amani. Lakini sasa Amina, hoja inakuja kwamba wewe unatafuta nini? Kwa sababu yawezekana kijana amekutokea yuko chuo, unaona, anategemea bumu. Maisha kwa kweli hajakaa sawa, lakini ana kanuni zote za kumfanya afaulu baadaye. Kwa ndio maana anasema wewe unachoangalia ni huyu wakati huyu uko hivi, au unakuwa na mtazamo wa Mungu wa kumwangalia huyu atakuwaje. Kwa mfano, wakati Daudi na dakika 10, wakati Daudi
wakati Samueli anaambiwa akamtawaze mfalme, tunakumbuka kilichotokea. Samueli alikuwa anaangalia yale madubwana, yale majitu marefu na mapande hivi, majitu hayo, lakini Mungu anambia hapa hamna kitu. Kakaenda kuchukuliwa tu kajitu kadogo, unaona, kanaitwa Daudi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hakuangalia huyu anaonekanaje, ila aliangalia atakuwaje. Kwa hiyo nadhani ni vizuri kwamba tupate watu kwenye mahusiano ambao wanajiweza, lakini angalia hatua, stage ambayo huyu mtu yupo. Kwa mfano mko wote chuo. Sasa kama mko wote chuo, unataka hayo maisha makali anayatoa wapi? Kama labda ndo ametoka zake huko Unyanyembe au Kidongo Chekundu au Malagarasi Kigoma, ndo amekuja chuo. Hivi katika hali ya kawaida, kwa kweli hizo suruali 20 unataka azitoe wapi? Pesa ya kukupa wewe nyingi unataka akaibe? Na ndio maana tunasema miongoni mwa changamoto za consumerism ni watu kuenda kwenye njia zisizo halali ili waweze kuishi hayo maisha. Unakuta huku kuna mdada yuko nyuma, pressure anayokupiga ni ya moto. Sasa sijui inakuwaje. Kwa mfano, nitatoa mfano lakini kisirisiri, msiseme. Wakati nikiwa rais wa wanafunzi niliwahi kumdate hapo chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nilikuwa rais wa wanafunzi kabla sijawa na mke wangu, sio huyu nani, si unajua tena ujana. Sasa kuna dada nilimdate, dada wa kiroho, yani anampenda Yesu na kilichonisukuma nimpende ni kwamba anampenda Yesu. Kwa hiyo nikajua hapa consumerism hakuna. Nilipigwa na kitu. Sawa. Hiyo siku amenifuata, yeye ndo nimechaguliwa sasa hapo, kwa sababu nilimdate akanikubalia. Nilifunga na kuomba kwanza kumpata. Unaipata hiyo? Nilifunga na kuomba. Alafu hiyo siku nikamfuata, nikamtongoza, akaniambia ngoja nikalitafakari nione Bwana anasemaje. Kwa mimi nikawa mtaratibu huku naendelea kuomba. Bwana akajibu chanya. Nikapata mtu. Sawa. Sasa nimekuwa rais hapo. Hiyo siku tukawa na kikao. Na akaniambia hebu njoo tukutane. Nikaenda nikasema sasa unakutana na mpenzi. Akaniambia sasa hivi unajua kuanzia leo mimi ni first lady. Nikasema okay. Unaona mimi ni first lady. Kwa hiyo hapo ananiambia sasa lazima niwe na simu ya kisasa. Sasa mimi nikasema udada, lakini sina kiroho, lakini lazima niwe na simu ya kisasa. Alafu angalia kiatu changu. Yaani mimi nikipita tu wanasema huyu ndo mchumba wa rais, haiwezekani. Unaona? Kwa hiyo yani nikawa na orodha ya vitu hapo vimetokea vingi. Sasa mimi nikawa nasema huyu dada si ni wa kiroho. Kwa hiyo ni mimi tu nikawa nimekwazika na hiyo ajenda nzima. Sasa hoja ni nini? Hoja ni kwamba unaweza ukashangaa una kijana ambaye kwa kweli wakati huo ana, lakini ana uwezo wa kuwa navyo. Sasa unaanza kumweka pressure, nguo mpya, sijui nini. Lazima umchanganye. Anaweza akachanganyikiwa kabisa. Kwa hiyo nadhani wadada, kuna umuhimu wa kuangalia mtu uliye naye sasa hivi yupo katika hali gani ya maisha. Kama mko wote chuo, mvumilie, angalia kuna uwezekano wewe kufanikiwa. Na mtu namna hiyo unaweza ukamjua unavyoongea naye, mawazo yake, mipango yake, vyote hivyo unaviona. Kwangu mimi maadamu mtu ana tabia ambayo iko sawa kabisa, nadhani hivi vingine tunaweza tukavizungumza. Lakini kwa kusema hivyo siwatii moyo vijana kwamba mridhike. Mtatiwa pressure ndugu zanguni, au maisha atakutia jamba. Kwa hiyo jitahidi kwa kadiri inavyowezekana na wewe utafute vitu. Utafute mali. Ni kitu kizuri. Yanalainisha, yani ni kama mafuta vile, yanalainisha mahusiano. Unajua mahusiano ni kama gurudumu. Yani kama kuna kaela, yani unaweza ukashangata katabasamu kana kuepo nyumbani. Unaona? Yani Biblia peke yake unaweza ukakuta ni kweli mafungu tumeshakula, lakini ndio hivyo nahitaji kiatu. Kwa jamani, sisemi tuwe consumerist, lakini tujitahidi kuwa na kitu. Nimebakisha dakika 6. Kuna mtu ana swali au mchango? Mchango. Kuna mkono pale nyuma. Na mwingine ule, nadhani labda nyinyi mnaweza mkawa mwisho. Na dakika 6 tu. Sawa. Kuna mkono mmoja huko pale nyuma na mwingine pale, kuna dada. Pale. Pale wananyosha mikono, nadhani unawaona. Na mwingine mkaka pale. Bwana ni mwema wakati wote. Nimekuta kipindi kimeshaanza, lakini unaitwa nani? Rehema Jonathan. Na? Rehema Jonathan. Ndio Rehema, karibu. Sidhani kama kuwa na vitu vingi ni kitu kibaya. Ndio. Kwangu mimi naona ni kitu kizuri sana. Tena na encourage mtafute hivyo vitu kwa njia halali na sahihi, lakini pia shida inakuja hivyo vitu ulivyokuepo navyo unavitumiaje? Umevipata ili iweje? Kuna vile unapata ili onekane, ili ushindane hivyo. Lakini kama unavipata
na unavitumia vyema kwa utukufu wa Mungu, kwa kuwasaidia wengine na kadhalika, hilo ni jambo jema, kwa sababu kwamba tumeambiwa tukatawale, tukamiliki. Mungu mwenyewe ametupatia huo uwezo. Ni mali ya Bwana na sisi tu mali yake. Kwa hiyo tuwapaswa kuwa navyo. Sasa hauna nguo, labda hauna pesa, unavyo viwili, unapokutana na mhitaji utampa nini ili hali hauna? Ndipo inakuja kwenye ile nilosema kwamba uwe navyo. Kama mashamba, kuwa nayo mengi tu. Kama ni magari, kama unaweza kuwa nayo mengi tu, ili kwamba uweze kuwasaidia na wengine, uweze kusaidia na kanisa, uweze kuisaidia na kazi ya Mungu. Lakini kama unavipata kwa manufaa yako mwenyewe, kwa ile tunahitaji ile kwa ubinafsi wako, hiyo ndio inakuwa kitu kibaya. Lakini pia dada pale ameongelea swala la mimi binti, sasa kijana atanihudumiaje? Usimwangalie kwamba kijana atakuhudumiaje, angalia na wewe pia utamhudumiaje, kwa sababu vile vitu vinaenda pamoja. Ni yani ile kibiashara, vinategemeana. Usimtegemee yeye tu akusaidie, kuna wakati na yeye anahitaji msaada wako, msaidie. Kwa wewe tafuta wewe kama wewe, ili kwamba utakayempata na yeye kama kutakuwa na wakati atahitaji umsaidie, basi umsaidie. Usiwe consumer kwake, yani akupe hela, unue nguo, unue viatu, unue nini, unue nini. Basi na yeye mpe, anue hilo shati ambalo unaona haliko poa. Mimi naomba niishie hapa. Asante sana. Na wakati tunaenda kwa huyo kaka na ambaye atakuwa mzungumzaji wetu wa mwisho, nadhani umeleta mtazamo mzuri wa kwamba sio tu wanaume watoe, lakini pia wadada watoe. Lakini nadhani ni jambo jema, kwa sababu pia kwenye ulimwengu tunaoishi leo, unakuta mdada anafanya kazi na mkaka anafanya kazi, kwa mfano. Kwa hiyo labda wote wapo katika nafasi ya kutoa, japo tunafahamu kwamba jukumu la msingi la mruzuku kwenye mahusiano ni mwanamume. Kwa hiyo inapowezekana wote wasaidiane na kubaliana na wewe, nadhani ni jambo zuri zaidi. Lakini pia kama ambavyo nimesema, tujiepushe sana na uhuru bandia. Unakuta mtu tu birthday ya msichana wako au sijui mke wako, una kamati ya michango, sijui mambo ya nini jamani. Yani lazima umpeleke ukamfanyie surprise, yani sijui ya 500,000, sijui milioni. Shida ya surprise, ukifanya ile surprise ya 500,000, kesho uweze ukafanya surprise ya 100,000, inabidi ufanye ya 600,000 na kuendelea. Kwa hiyo kuna haya maisha, unakuta mwingine amembandika bango mwenzake hapo, happy birthday love, unaona bango hapo. Sasa wewe ndugu yangu tu ukituma ka message happy birthday baby, yani unaonekana vile kama sio mwanamume au mtu. Kwa hiyo tujitahidi tu tusichukuliwe sana na hivi viwango jamani, vinaumiza mahusiano. Kwa kadiri inavyowezekana tuwe tuna viwango tu vinavyovumilika na kukubalika. Tusiwekeane hizi pressure kali kweli kweli. Unaona, labda mimi usiponipeleka Zanzibar birthday yangu haijakamilika, usiponipa tiketi ya ndege hapo bado mambo hayajakamilika. Sio kweli. Yani unaweza ukaishi bila ndege. Kwa hiyo nadhani tuliangalie hilo. Alafu Rehema, unasema kuhusu vitu vingi ambavyo ukivipata kihalali unaweza ukavitumia kwa kazi ya Mungu. Tuchukulie mfano Rehema, kama una magari 5, wewe unayatumia vipi kwa kazi ya Mungu? Kazi ya Mungu labda ilikuwa inataka uchukue fedha usaidie kwa mfano watoto yatima, au utumie hiyo fedha yako kujenga labda nyumba ya Bwana. Kwangu mimi huko nadhani ni kusaidia. Lakini ukiwa na magari 5 yameandikwa yote kwa jina lako, kwamba ili unalitoa litakuwa linabeba watoto yatima linawapeleka shule afu linawarudisha nyumbani, au unafanyaje? Kwa mfano umejenga nyumba gorofa, labda gorofa 3, ambako kila gorofa kuna vyumba sijui 2, 3, ambako tuna uhakika wewe utalala chumba hiki kimoja, hivi vingine unavipeleka wapi? Au hiki kitakuwa cha mtoto wa kwanza, hiki cha mtoto wa pili, hiki cha mtoto wa 3, ambao kisha kuwa watu wazima wataondoka, ile gorofa litabaki akai mtu. Unaona, floor ya kwanza ina jiko lake, ya pili ina jiko lake, ya 3 ina jiko lake, ambako tunajua utakuwa unapikia jiko moja kwa wakati. Unafanya kitu gani? Kwa tunadhani, hatusemi watu wasiwe na vitu, lakini hivyo vitu viwe vina lengo. Sasa sidhani kama kwa kufanya hivyo unakuwa unatimiza lengo. Unaona, kwa nadhani hasa huo ndio mkazo. Tuwe tuna vitu vizuri kabisa tutumie, lakini tusiwe wabinafsi kwenye hivyo vitu. Unamkumbuka Mugabe kwa mfano, alikuwa na nyumba sijui 46, majumba makubwa yako Dubai. Huku kwake anaishi, watu wake wanaishi maisha magumu, lakini zile nyumba mpaka anakufa kuishi.
Unaona, sasa huyu anaweza akasema mimi nina vitu, so what, mwisho wa wakati. Kwa hiyo lazima tu tuna huo urali, balance between the two. Haya, mtu wangu wa mwisho pale karibu, alafu tufunge, maana nina dakika moja tu kwa ufupi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi kwa majina naitwa Peter Robert. Ndiyo Peter. Sasa mimi nilikuwa na mchango mmoja kwenye huo uraibu ambao umeuongelea. Jambo ambalo mimi naliona tatizo halipo kwenye kumiliki vitu, kwa sababu tunajua Mungu akikubariki lazima akupe vitu, na ukimtumikia Mungu lazima tuvitawale pia. Pointi mimi nayoiona ni utandawazi. Unajua sasa hivi shetani alichokifanya, kila siku vinazalishwa vitu vipya. Sasa ukishindwa kuishi kwenye bajeti yako, ndio hapo sasa tatizo linapoanza, kwamba fulani amenunua labda gari na fulani, na wewe huna uwezo, ila kwa sababu unaona unataka uonekane kwenye jamii, uko kwenye piki hiyo, inakulazimu uingie kwenye madeni au kwenye nini. Kwa hiyo tuachane na utandawazi ambao unazalisha vitu vipya kila siku. Tunapata tamaa ya macho ya kutamani vitu na uwezo labda ni mdogo. Tuishi kwenye bajeti yako. Asante sana. Na Mungu alivyo, hawezi kuwafanya watu wote wakawa matajiri au watu wote wakawa navyo. Heshima itakuwa haipo. Kama unavyoona kiganja cha mkono wako, kuna kimoja ni kirefu, kimoja ni kifupi. Lazima tuishi hivyo, ile heshima pia ifanyeje, iwepo. Kwa hiyo tuishi kwenye bajeti, na pia tusipelekwe na utandawazi. Nadhani hii hayo. Asante sana kaka Peter, na sina cha kuongezea kwenye ulivyovisema, kwa sababu ni kweli tunatakiwa kuishi ndani ya bajeti na tusipelekeshwe na matangazo na mitandao ya kijamii tunayoiona. Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Tusimame tuombe. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante sana kwa wakati huu. Tunakushukuru sana kwa kutupatia fursa ya kujifunza kuhusu kuishi kwa kiasi na kutokupelekeshwa na mitindo ya kiulimwengu inayotaka tupime thamani na utu wetu kupitia vitu tulivyo navyo na sio mahusiano halisi kati yetu na wewe. Endelea kutufundisha kuelewa uhuru uliofasiriwa tena na nini maana yake katika maisha yetu. Tumeomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Amina.